So majamaa, leo sitaki na nawapea content juu ya madem. Najua tumezoea tena ni madem. Manze, madem watatuibia nyota pia tukichinda tumewaongelelea. Saa ingine inabaki pia tunakaa chini, tunaambiana pia motisha, mawaidha. So majamaa, vile tumesoma hiyo title ya hii video manzejo. Sometimes you have to take risk. Sawa? So acha niwaambie story fulani hapa. Hii hata maparo zangu hawajui lakini mimi nawachapia manze. Lakini wakiona hii video, tafadhali msiniue, sawa? So unajua ni aje manze, acha niwape story fulani. Mimi nikiingianga kampo, nilifanyanga course fulani inaitwa sogeshe bike. Nilifanya course fulani inaitwa Journalism and Mass Communication. Sawa? Haya, niliingianga year 1. Kusema ukweli, hiyo course mimi, hiyo ndo course nilikuwa nataka kufanya. Sawa? Nilikuwa nataka kufanya. Si yenye niliitiwa, lakini ni kitu nilichagua nataka kufanya. So nikaingianga hivi kampo. Kuingia na cheki life iko fiti. Unajua tena mimi nimesetina kupiga maluku. Mimi upande wa maluku nilikuwa napiga maluku. Kazi yangu ilikuwa naingia tu. Kazi yangu ilikuwa na, unaona hivi tuseme kama chuo ni kesho. Tuko na class kesho. Mimi manzejo nilikuwa napiga luku. Nilikuwa nachagua the previous day nilikuwa nachagua manguo zangu ziko hii side. Nilikuwa nazichukua nazipanga fiti hadi pasi jumini msema luku mbaya. So nilikuwa napanga, kazi yangu nilikuwa nasema mimi nataka nipige maluku, niende nifurahishe mademu huko chuo. Niwafurahishe. Mimi ndo daru yetu, mimi ndo nilikuwa napiga luku. Sawa? So year 1, kazi yangu tu ilikuwa tunapiga luku. Alafu exam ikikuja, hata nikushow exam ikikuja, tulikuwa tunaibia. Mimi na mbogi yetu, siku moja nitaita hiyo mbogi yetu hapa, tulikuwa tunaibianga mtihani. Sawa? So tulikuwa tunafanyanga kitu fulani inaitwa podcast. Hivyo ndo tulikuwa tunaibia mtihani. Si watu wengi wametumia hii. Nikidhani hata nisi ndo tuli-invent kitu tunaita podcast. Sawa? So hii podcast ulikuwa nafanya hivi. Tulikuwa tunatafuta past papers za watu walifanyanga exam kama hiyo. Juu najua ma-lecturer wa hiyo uni walikuwa lazy. Ulikuwa unapata mwingine tu amechukua tu ile past paper alipeanga the previous class yenye ilikuwa tuseme 2020. Kama 2021 hiyo exam tu alifanyanga, unapata tu almost similar. So tulikuwa tunachukua hiyo makaratasi hivi. Hizo makaratasi walifanya juu tulikuwa na jamaa fulani kwa hiyo mbogi yetu. Sitaki alikuanga the previous year alikuanga. Sasa unanielewa. So huyu jamaa ndo alikuwa anatupea hizo past papers. Siku moja nitamleta huko tupige riba, msijali nitaonyesha mbogi wetu tulikuwa tunapiga shughuli. Sawa? So kitu inaitwa podcast tulikuwa tunafanyaje? Tunachukua hivi, tunachukua simu, alafu sasa tunaanza tunatafuta answers, tunajibu hiyo paper, alafu sasa tunaanza kurecord hiyo past papers, notes, nini, tunazirecord tu vizuri, tunazirecord. Alafu tena unajua tukisha record tunafanyaje? Tunaita saa jina ya usanii. Tuseme kama hii podcast sha record, tunaiita kama tuseme Calligraph Jones, Katel, ama tunaita Bongo Flavor Mix. So hata moja kuja tu kushika hivi aone ulikuwa unasikiza nini, anapata bongo nini. Hiyo iliokoleanga jaba fulani tulikuwa tumemuokolea kwa mbogi yetu, lakini tulikuwa najua tulikuwa tunasaidia watu wa mbogi. Yaani watu wa daro. Haya, tukamtumianga jamaa kushikwa, mwalimu akaangalia huu unasikiza nini, akapata ni Bongo Flavor Mix. Sawa? Haya. So hiyo ndo shughuli tulikuwa tunafanya. Tulia, najua unataka kuuliza hii inaingia na wapi na kutake risk. Sawa? Haya. Ikaendelea year 1, napiga tu hiyo shughuli nini, hakuna masup, project tunafanya nini. So in short venye mimi nilikuwa naenda chuo,
sikuwa naenda hadi kujifunza new skill Sisi nilikuwa naenda kujifunza new skill ama sijui. Yani kazi yangu ilikuwa nipige luku, niende chuo, alafu zikifika mateo tunapiga podcast yetu, sawa? So unajua ni aje? Nikapiga hiyo, nikapiga. Mind you, sijasema university is just a waste of time manze. Kuna watu juu pia imenisaidia, unajua networking pia inasaidia. Sawa, acha niwarudishe kwa story. Sawa, pole. Najua niko na ma side quest na wapiga ma side quest mingi. Aya. So after mimi nishachukua nimepiga reto aje, tushapiga hizo ba kila kitu. Kazi yangu ilikuwa luku, exam, podcast, nini. Siku moja nikakaanga tu hivi tukiwa saa kwa theater, lecture theater. Nilikuwa nakaanga hivi najiuliza sasa juu mimi saa mode anakuja anafunza, alafu nalipa fee, nafanya nini? Sioni kama hii kitu tena. Alafu tena ukicheki tena huko nje watu wanaajiriwa ni ma-comedian. Unapata mtu ametolewa radio station hii, amepelekwa hii, na jamaa anazeeka. So nikajiuliza nikikaa hivi sijui tena ya kutakuwaje. Sawa, haya. Kuna siku moja sasa nilikuwa Daro. Sana nilikuwa saa na morio wangu. Hiyo kwanza ni lazima tupige nataka kulaunch kitu. Nakwambia liko la maplans mingi. So nilikuwa na morio siku moja Daro. Alafu sasa unajua mimi ni jamaa tena napenda kujibonga. Nikasema mimi nitafungua YouTube channel. Na YouTube channel yangu nataka nipige vitu mingi. Nataka nifanye ma interview, nifanye ma vlog, nifanye manini. Kulikuwa na dem fulani hapa anasikiza. Nakwambia tumebishana sijui karibu 1 hour. Hiyo ni after class. Tumebishana 1 hour. Huyu dem anashinda akiniambia mimi sioni kitu yako ikiwork. Fanya hivi. Mimi hii kitu yako mimi naona tu wewe ufanye hivi, ufanye aje? Uende tu sijui, ngoje tu uende kwa radio, ngoje uende kwa TV nini. Anasema ukifanya hizo vitu mingi hivi ati sioni ikiwork. Nikamwambia ni aje? Mimi kwa akili yangu nimeona kitu nataka kufanya. So kitu nilikuwa nataka kufanya ndio nimefanya. Ukiangalia, ukiguza hii channel, ebu enda kwa ile video ya kwanza huko chini, enda uguze oldest, uangalie nilianzanga na nini. Nilianzanga na comedy. Nikaenda tena chuo, nikajaribu kupiga content watu chuo. Nikaona hapa tena nikana lazimisha watu tena wakuje tupige content. Sawa, nikasema mimi siwezi kufa moyo. Nikafanya nini? Nikaanza sasa kureactia mangoma za Asia. Nikareactia hizo mangoma za Asia. Hapo sasa ndio nikapatanga subscribers na nikakuwa tuseme sort of, yani nikarichio milestone ndio weze kuwa monetized YouTube. Sawa. So hiyo debate tukaendelea na mdem. Tukapiga hiyo debate. Udem ananiambia sijui haiwezi. Nikamwambia wewe fanya hivi. Siku moja wewe utaona. Hiyo saa nikiwaambia, unajua tena walikuwa mademo wawili hapa walikuwa wanacheka. Wanaona sasa ukijana, alafu unajua tena mimi ni jamaa ma jokes. Na mimi nimekuanga class clown kutoka Raima, kutoka primary hadi inaitwa aje? Hadi high school. Nimekuanga tu class clown, yani sio class, yani ule jamaa mfani, sijui uko unanipata, yani ule ni jamaa anajulikana na kila mtu Daro, lakini hajui watu wengine Daro. Kila mtu anajua jina langu lakini unanipata. So tukapiga hiyo debate hivyo venye nimekuchapia, wakaanza kucheka nini. Mimi nikasema hii kitu walai, sasa lazima sasa ni wa prove wrong. Aya, tukarudi chuo nini. Tukapiga exam, nimepiga zote, nimepita tu kwa hiyo njia ya podcast. Haya, sasa ikafika sasa ni siku ya kuenda kutafuta attachment. Hiyo ni after sijui ni 3 years ama nini. Hata si mbali, ni majuzi tu. So
na wewe kama ukijua maparongo wanangoja mimi ni graduate, sawa? Mpaka wa leo bado sija graduate. Nawaambianga tu walimu waligoma, walifanya nini, wanangoja ni graduate. Haya, unacheki hapa sasa kwa attachment. Huyu mdemu ilikuwa tunabishana naye Daro, kumbe yeye alikuwa ashapata attachment huko. So mimi nikaendanga kutafuta attachment huko mali alikuwa attached. Unajua ni aje? Nikaingia, nikapeleka, sijui kama niseme ni wapi nilipeleka hizo karatasi. Acha niseme, lakini iko tu huko Wayaki we utaipata tu huko. Hiyo ni utaipata hiyo di media tu fulani na kuanga huko. Acha nisitaje mtu tena niambiwe tena. Unajua sina lawyer, sawa? Sina lawyer. Aya, nikakujanga tu mimi nimepiga luku tu zangu fiti. Nikakuja na hiyo bahasha iko na resume. Sema resume. Resume. Aya, resume yangu nikachukua hivi. Nikapeleka ndani, nikapanda lift, nikapata nikaingia kwa reception. So unajua venye huyo madam, kulikuwa na madam fulani hapo kwa reception. Naingia hivi, ananiangalia hivi, nikaa ko disgusted, anasema ni kama tu anataka kuniambia you do not belong here. You do not look like a person who belongs here. Sawa? So nikampia resume yangu. Akachukua, akatoa hivi. Akaangalia sijui nini. Sasa sikuwa nimeandika kitu moja. So hiyo kitu moja akaniambia wewe fanya hivi. You just take your resume and go and come next week. Aya, mimi nikachukua resume yangu. Nikafanya nini? Ndio bado attachment inaendelea. Mimi nafaa ku attachment, lakini huyu madam wa reception ameniambia go come next week. Aya, nikachukua tu hiyo resume yangu, nikaenda nikarekebisha, nikangoja next week, nikarudisha huko, nikapanda. Kwanza kumbuka school ilikuwa juu ya nduthi, yani nilikuwa nimepanda nduthi. Sikuwa naendesha nduthi, nilikuwa nimepanda nduthi. Aya, kupanda hiyo nduthi, nikapanda nduthi, nikafika huko. Nikarudi na resume sasa, nimerekebisha kila kitu iko fiti. Nikapeleka, sawa? Kupeleka nikapea madam wa reception. Si ndio? Nikampea reception, akatoa, akaona kila kitu nimerekebisha, sawa? So akaniambia ni aje, wewe enda tutakupigia. Hata unajua ngo ukisikianga hiyo message, ukisikianga hiyo message unajuanga tu chances zako za kupigiwa inakuanga sawa. Haya, mimi nikaendanga na ngoja kuitwa attachment. Juu nilikuwa nimeapply kwingi, mwingine akaniambia sijui hana nini. So mimi nilikuwa nangojea hii. Na unajua tena matime inaenda, sijui attachment tu kwa ni 3 months. Haya. So nikakaa kama tuseme 1 week hivi. Nimekaa tu hapa kwa hii keja tu yangu. Na katena hivi nikiwaza, nasema kwa dizili gali hii attachment tena rada si hii tu hii. Najua tena si eti siko entitled kuitwa, lakini tena nilikuwa na kacheni tena nasema si hii tu hii. Juu huko hiyo media company walikuwa nasema wako na vacancy. So bila kachini naona si hii tu hii. Nikaganga hapa chini nikajiuliza nifanyaje sasa? Kunta utafanyaje? Maparo wanangoja ugraduate. Na tena pia hii attachment pia ijileti. Nikamwanganiaje? Nikasema lazima nitateki risk. Nikasema hizi 3 months, hizi 3 months nitaput in work. Nitaput in work. Sawa? Nitaput in work. Ndio nikafanyanga aje? Inaitwa aje? Ndio sasa nikaput in work, ndio konanga. Hapo sasa ndio nilikuwa na react ya hizo ma video za Asia. Nilikuwa nazipump. Juu nilikuwa unajua nilikuwa najiulizaje, majamaa wako
attachment. So mimi juu nimeamua kuchukua hii risk, siendi attachment, lazima tena ni work more harder, lazima tena ni react, yani lazima ni push content ndio ijipe. Ndio pia wakigraduate manzejo, unajua ukisha graduate kitu next unafikirianga ni nini, unaenda kutafuta kazi. So mimi nikaamua niaje, lazima nitapump content kupump. So majamaa, acha niwashow kitu, nilipump content, nikapump hadi nikakuwa monetized kwa YouTube. Lakini shida ikatokeanga after, unajua ukireactia ngoma za mtu unapigwa ngoma copyright. So ukipigwa copyright tu hivi kwa video yako, you will not earn any dollar, any amount on YouTube. Nikaamua niaje, hizi ni majaribu gani tena zinakuja manzejo. Juu unajua tena audience nilikuwa nimebuild ilikuwa ya watu wa Indonesia, watu wa sijui Pakistan, watu sijui wa Thailand. Manzejo, sasa nimekaa hapa chini nasema walai I fucked up manzejo. Nikasema hapa I fucked up manzejo. Ndio nikasema lazima sasa hii pesa ikam, lazima hii pesa ikam. Nikafanyaje? Nikaanza sasa kucompile inaitwaje, short videos nini. Tuseme kama tuseme nikienda nipate tuseme video fulani ya South Africa ya wanabishania mambo na racism, mimi nenda nakata some parts like 12 minutes na post na compile my videos na post. Lakini hii masaa sikuwa naongeza sura, yani sikuwa naongeza hii reaction zionanga nikiwafanyia reaction. So sikuwa naongeza reaction. After nimepost ilikuwa sasa nipate my first, kuna video ile nanga viral ya racism in South Africa. How mambo kama kuna racism bado in South Africa manzejo. So hiyo video ikakulanga 77,000 views, ikagenerate pesa kidogo, lakini ilikuwa something. Juu sijai kula kitu, ikagenerate 150 euros, sawa? Kwa hiyo 77 juu unajua hizi video kama wewe content creator wa Afrika walai atuundagi do. Hata hizi video na post yako mnaona nimekula sijui 2000 sijui 4000, azinaga do napatanga sijui 0.30 dollars sijui nini, sijui nikienda sana ni $8 vitu kama hizo, sawa? So after video imeenda viral hivi ikageneratea 150. So unajua hiyo 150 euros, na unajua kwa YouTube tunatoanga yani YouTubers wanatoanga do every 21st to sijui ni 27th. Hiyo period ya hiyo month, seme 21st to 27th. Hapo sasa ndio unatoanga do, yani ndo inatumanga kwa account yako kama uliunda do. So majamaa, nilikuwa nacheza FIFA na bro yangu. Nimeingia kucheza FIFA. Tumecheza FIFA na ilikuwa on the 17th. Wewe jua hiyo nafaa kutoa do yangu ya kwanza on the 21st. Sawa? Ilikuwa sijui ni month gani, sijui kama ilikuwa last year on, sijui kama ilikuwa May hapo, last year May hapo. Saa 17th hapo tuseme May. Usiku mazejo tunaguza FIFA na bro. Manze, after tumeguza FIFA, sasa mchezo imeisha, nimechukua simu yangu hivi. Kuchukua simu yangu hivi, majamaa, nimeona email kutoka kwa YouTube. Wallahi mbele ya Mungu, nimeona email kutoka kwa YouTube. Your channel can no longer be eligible for monetization. Unajua hiyo inaonga ka notification kadogo, unaona hivi sasa unafaa unaguza hiyo email uingie na YouTube inaliaje. Majamaa, nakwambia niliangalia hiyo meso hivi. Wewe jua ni 17th na do ya kwanza inafaa kutoa YouTube inafaa kuwa 21st. Majamaa, niliangalia hiyo message hivi. Ushaona roho imetoka hapa kwa chest imeenda kwa matako msee. Na saa hiyo nilikata attachment
Majamaa nilisema stai kwenda attachment. Nilisema fuck this attachment. Sawa, I can do anything. Nikasema fuck this attachment. Nyamjui hiyo feeling. Hata nikwambia hiyo feeling ni aje. Niseme mtu kama wewe umeenda kazi a whole month. Alafu sasa hiyo imefika wakati wa kulipwa. Unaambiwa this time hatukulipi. This time hatukulipi juu ulifanya uliangusha glasi ya ofisi. This time hatukulipi. So after nimechukua hiyo email nikaanza kusoma. Nikasoma nikaambiwa reused the reason we have removed you from the monetization program, it is because of reused content. Sawa, so kunangana hizo na guideline na nini. So ukiambiwa reused content, hii hapa inamaanishanga umeiba content mali pengine without adding significant change on that content. Seme msee achukue kama hii video yangu yana record hivi, akate tu tuseme 8 minutes ende post kwa channel yake. Hapo sasa itakuwa guideline strike, atapigwa na YouTube, ataambiwa reused content. Lakini tuseme jamaa achukue video yangu alafu yaeke sura yake hapo ana react kwa vitu mimi nasema, hiyo sio reused content because kuna design amechange hiyo content. Tuseme kama ameongeza memes manini venye nafanyanga tu. Sawa, so ukiona sasa message kama hiyo reused content, wewe jua hapo sasa ni noma. Na unajua nini liniletea hii? Ulafi yangu. Niliacha kureactia ngoma za Asia, nikaanza kuchukua video na zicompile without adding significant change. Hizo ndo zikani boom. Na ujue hapo sasa ndo nilikuwa nadhania nimechukua hiyo risk. Hii risk sasa itaanza kunilipa kwa sababu nimesema fuck that attachment, let me do this YouTube thing manzejo. Inaniletea do manzejo. Hapo ndo nilipigwa la butua. So punishment inakonga gani hapo? It's either you appeal ama ungoje 90 days ndio uweze ungoje 90 days na unafaa delete hizo video ulikuwa umeweka, wa review tena urudishe back to monetization. So majamaa nakwambia ikabaki tena sasa nimekaa 3 months. Na ujue wengine wameenda attachment kama 2 months already, ama tuseme ka 2 months already. So wamebakisha 1 month. Alafu na unajua wakati mimi nafanya ngoja 3 months ndio niweze kupost content again and make money. Majamaa nilikuwa nakaa hivi kila siku. Kila siku nawaza nasema kwani risk nilichukua shida ni gani? Hii risk nilichukua shida ni gani? Shida ni gani? Nilisikiza my gut instinct nikasema acha nichukue hii risk, niachane na hiyo. Sasa hapa nikaanza kujiuliza hapa sasa ndafanya nini majamaa? So nikangoja hiyo 3 months nikasema hii ndio path nimechoose. Kama nisha choose. So lazima nifanye kitu hiko. Nisha choose already, nishachukua hii risk. Hakuna design tena inaweza rudi attachment. Jua wengine tunao watakuwa washamaliza attachment. Sawa? So nishachukua hii risk. Lazima sasa nipambane nayo. So majamaa nakwambia hiyo 3 months nilikaa chini kila siku na strategy naangalia YouTube videos. How can I better my content? How can I make my content more engaging? Yani for 3 months nimekuwa nikisoma YouTube. What content do people enjoy? What nini? Manze nimekaa nikisoma YouTube for 3 months. Wengine washamaliza attachment zao. Hadi sasa ndo wanaambiwa sasa wangoje wataenda graduate sijui kama ilikuwa December. Wanaendea hizo magauni zao manzejo.
wanaanza kupost hizo magauni zao kwa status mazejo. Paro wangu uzuri sijui nika nilikuwa lucky. Paro wangu hako strict sana akifuatilia mambo za masomo. Wewe bora ametoa tuseme hivi mambo ka fees manzejo, wengine wewe unajipanga. Hiyo ni kama I'm very lucky manzejo. Tena mzee wangu unajua tena ni mnare ni mfaya. So akijua tena hii riba tena sasa unajua tena ni sasa inaweza mwambia at least kuna kitu nafanya sawa. So manzejo nimekaa hivi naona majamaa wanaenda kugraduate nini mimi kazi yangu imekaa tu nikistudy how to do this. That's the risk I took sawa. So after channel imerudishwa hivi majamaa nakwambia nilianza sasa kupiga content. Sasa ingine hata nikwambie kitu, you have to do something ujue hizo mistakes. Sasa nimeiva mambo ya YouTube, najua what not to do and what to do. Sasa najua what reused content nini ili yani ulimwengu ilinifunza. So after your 3 months imeisha, nimerudishiwa channel saa naweza monetize. Nimeanza kurusha content majamaa. Nakwambia nimerusha content kama sijui di 3 weeks. Majamaa nakwambia nimerudi hivi. Views nimerudi hivi najaribu kupost views. Subscribers niko lao karibu 6,000 5,000. Ujua 5,000 bado wako kwa hii channel. Hao ni wengi ni hao wa Thailand sijui wa nini. Nimeanza kupost content mpya hivi juu nimechange niche. Unajua sijui kama unajua niche, nimechange vitu nilikuwa na post. Manze naanza kula views kama 20 views 50 views ikienda sana nagonga tu 300 views majamaa. Nimepiga kama 3 weeks. Na hiyo ni after nimekaa nikisoma 3 months YouTube nitafanya majamaa. Tena stress ikarudi. Stress ikarudi. Nashanga tena hizi ni gani tena majamaa. Hizi ni gani? Nimekaa nimechukua hii risk. Hakuna design hakuna kurudi nyuma kama samaki. Nishachukua hii risk. Nimesoma. Okay, 3 months 90 days zimeisha. YouTube imenirudishia channel. Nishasomea hizi vitu zenafaa kupost. Nikapost. Na post sioni results. Majamaa nimepost na post. Kama 3 weeks sioni results. Mind tena imerudi. What did I do? What risk did I do? What nilifanya nini? Nini nilifanya? Kunta nini ulifanya? Hapa nayo uliblanda. Majamaa nika change niche. Nikaamua let me sasa nianze kufocus na news. Nianze kufocus na nini? Niongee Kiswahili. Juu initially nilikuwa naongea English. Juu najua ukiwa na sema audience ya majuu hapo ndo unatengeneza ngado ya maana. Lakini ukiwa na audience ya Kenya tuna realize mambo na till. Ndio maana mnawatumia till mtumeka kitu juu hiyo pay inakuja kwa YouTube. Yani unajua hiyo is a story of another day. Lakini another day. Lakini mjue yani audience matters. So nikasema ndafanyaje? So let me just be authentic na niongee Kiswahili nini. Neza build a community. Tunaweza saidiana ama tusisaidiane. Sawa. Haya. So nikaanza sasa kufocus na news. Nikafocus na news. Nikaona sasa kuna traction manzejo. Kuna traction. Acha niwaambie kitu. Unaona vile nilianza kupata hii traction. Ndio ilikuwa tuseme 3 days ndio my fellow classmates waende waanze graduation yao. Bali nilianza kupata hii traction sasa. Naanza kupata above 500 views manzejo. Ndio sasa watu sasa wanakaribia kugraduate. Na unatoka group ya Daro wanaambia na majamaa we did it. Majamaa naangalia hivi pia mimi nasema hii ni risk nilichukua. Nilisema si lazima niende hiyo tacho. Let me just do something that
will propel me. So hapo sasa ndo nikaanza kupost news manze jo, traction, subscribers zikaanza kukuja, nini zikaanza kukuja, nikaanza kufocus to more a slimmer niche, yani nikaanza kuniche down, ndo nyinyi mkakuja manze jo, mkaanza kunisupport. At least saa hii si eti nimefika mali explosive yani, lakini manze jo saa hii naweza sema niko na community manze jo. Kuna design nimeachieve something. I'm better than when nilikuwa zero. Imagine sasa naelekea 10,000 subscribers. Hii ni kitu nilikuwa nakaanga chini hivi nikilala niki hope. Yani it was a dream. So majamaa, sometimes you have to take risk. So hiyo ndio story nilikuwa nayo, nilikuwa nataka kuwaambia. Sometimes you have to take risk manzejo. So hadi wa leo bado maparo wanangoja mimi ni graduate. So kitu ndafanya ni hivi, nitaenda tu nichukue hiyo inaitwaje gown, nende nipige picha, nende niwaonyeshe, alafu tena tuendelee na kazi majamaa manzejo. Alafu that was all that I had for you today manzejo. Take that risk. Do not take that risk. You never know what will happen. Unaweza chukua hiyo risk, vitu zianze kuharibika, lakini you never know what will happen. Please take that risk. You never know what will happen. So majamaa, thank you for supporting me. Mi nashukuru mazejo ve mna engage na hizi videos, na nitazidi kudrop, na mnajua ni aje, niko na surprise mingi. Sitaki na kila saa tunakaa tu hapa kwa keja tunafanya tu content. Nataka pia tunafanya tu content, yani lazima tujibambe majamaa. So kila saa tunaongelea tena wanawake, tujibambe, yani let's make a community manze. Hata siku moja tuende tuseme kuna meet and greet, naita majamaa, sijui kama mnanielewa, tuna celebrate, yani tunakaa tu tukijienjoy lakini hatusimp, sawa? So majamaa, take that risk, okay? Take that risk. Narudia, take that risk. You never know what will happen. For me, at least now I'm somewhere. Sawa, take that risk.